kipindi hiki wananchi wengi wanajiandaa na msimu wa kilimo. Kwa hiyo sisi Wizara ya Kilimo tumekuwa ni taratibu zetu kila mwaka kupita kuhamasisha wakulima kununua pembejeo, kutumia mbegu bora, kutumia mbolea za kupandia, kutumia mbolea za kukuzia, kutumia mbolea za kunenepeshea, lakini pia kutumia mbegu bora kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa na serikali. Wote tunavyotambua ya kwamba kuanzia msimu uliopita serikali imeweka ruzuku kwenye mbegu bora za mahindi, lakini pia imekuwa ikitoa ruzuku ya mbolea kwa wakulima. Tunasisitiza wakulima mkajiandikishe, mpate namba ya wakulima itakayowawezesha kununua mbolea kwa ruzuku, lakini pia kununua mbegu bora za mahindi kwa bei ya ruzuku. Serikali imeimarisha huduma za ugani. Imewapatia maafisa ugani pikipiki, imewapatia maafisa ugani vishikwambi, ili hivyo vishikwambi viwawezeshe kuwasajili wakulima wote na kuwapatia namba ya mkulima ambayo inakuwezesha wewe kupata ruzuku zinazotolewa na serikali. Wale ambao hawajasajiliwa, tumeona afisa ugani tumebadilisha utaratibu sasa hivi, hatuandikishi majina kwenye daftari, ni moja kwa moja kwenye kishikwambi anakupa namba yako ya mkulima, unaitumia hiyo namba kununulia mbegu bora na mbolea za kupandia, kukuzia na kunenepeshea. Kwa hiyo nitoe wito katika huu mtaa wa Mkwajuni ya kwamba tujitokeze kwa afisa ugani, tujisajili, tupate namba ya mkulima ili tuweze kunufaika na ruzuku zinazotolewa na serikali. Lakini pamoja nasi tunahamasisha wakulima waelewe ya kwamba si mbolea fulani tu zinafaa kwa kupandia. Mbolea za kupandia ziko aina nyingi. Kinachohitajika kwenye ile mbolea kupandia ni kiinilishe cha phosphate ambacho kinapatikana kwenye mbolea hizo tunazoziita DAP, lakini kiinilishe hicho kinapatikana kwenye TSP, kinapatikana kwenye Formiotesha, kinapatikana kwenye DAP, Miningo DAP Plus, ambazo zote hizi ni jamii za mbolea za kupandia. Kwa hiyo unapokwenda dukani usinganganie tu kwamba nahitaji DAP. Hapana, mwambie muuzaji nahitaji mbolea ya kupandia. Yeye atakushauri kulingana na kiasi au aina ya mbolea ambayo yuko nayo. Lakini kikubwa tufuate ushauri wa afisa ugani. Ziko mbolea za kukuzia, ziko mbolea za kunenepeshea au kubebeshea. Mbolea hizi zote ziko kwenye ruzuku inayotolewa na serikali. Mkulima, tumia haki yako kwa kuainisha eneo unalolilima, aina ya zao, ili uweze kupata namba ya mkulima kwa afisa ugani wetu hapo, ambayo itakuwezesha kupata hiyo ruzuku. Lakini kuna wale ambao mlikwisha sajiliwa tayari mwaka jana, mwaka juzi au mwaka huu mwanzoni, lakini umebahatika kuongeza eneo la uzalishaji. Yumkini umekodi eneo lingine ekari 1 au 2, au pengine unataka kuongeza zao lingine katika uzalishaji mwaka huu. Unaruhusiwa kwenda kwa afisa ugani kuhuisha zile taarifa zako ulizokwisha zisajili awali, aidha kwa kuongeza eneo au kwa kuongeza aina ya zao ambalo utaenda kulizalisha msimu huu unaokuja. Mimi kwa majina naitwa Eli Kibugurula. Napenda sana kuwashukuru hao wataalamu walioleta hii hamasa ya kutusaidia kutuletea mbolea. Ila kitu kimoja nataka niwaombe, watutafutie wakala walete hapa ili tuendeleze kilimo chetu, tuwe na mavuno mazuri, watuletee na mbegu pia iliyo bora yenye mavuno mengi. Wapo namna ya kuweza kupata mbegu bora pamoja na mbolea ama pembejeo. Wakala hawa kuhitaji kuwa wakala, basi waweza kuona kupitia makampuni haya mbalimbali ambayo yameweza kujinadi hapo na kusema, lakini vile vile mbolea zikasogezwa na wakala kasogea hadi tulipo kwa urahisi kwetu, lakini pia na kwao pia. Hiyo tunashukuru sana. Kwa hiyo hapo na kwa tunalaziada washauri watuletee yani mbegu bora zaidi ya hapa, tuwe tunapanda ile mbegu inayohitajika. Watu ni wanatamani sana kupata mbegu mbaya kwa maana ya kuzalishiwa ujio wa Mheshimiwa Rais kwa kuipatia. Sasa tunashindwa, labda tunawashauri wao sasa watuletee hapa ili tuwe tunanunulia hapa. Karibu tarehe 20 nitaishia hapo, na tutakuwa na mkesha mkubwa kabisa
tulioipata kwa leo, katika viwanja watu vile wanahamasika sana, watu wanakubali sana kwenye Mwenge. Sasa pale tutakuwa na mapokezi kimelenga kulima, kinalenga kuleta nani, kuleta biashara na kuleta faida kwa mtu mmoja mmoja. Ujumbe wetu ni mmoja katika eneo la mazingira, tupaji taka ovyo, tunapiga marufuku, tunatunze mazingira.